Ulinzi bora anaotakiwa kuwa nao mwanamke ni ujasiri wake mwenyewe. Busara za wahenga zinaeleza. Kwa kuzingatia mashauri yenye hekima, ni kualike mtazamaji katika makala maalum inayoelezea na kuonesha ustawi na ushiriki wa wanawake katika ulinzi wa taifa kupitia vitengo mbalimbali jeshini. Wanajeshi wanawake wamekuwa ni nyenzo muhimu katika majukumu ya Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania, ambapo wengi wanahusika moja kwa moja katika majukumu ya ulinzi kupitia nafasi mbalimbali jeshini. Meja Jenerali Zawadi Madawili, mstaafu, afisa wa kwanza mwanamke jeshini; Meja Jenerali Lilian Kingazi, mstaafu; na Meja Jenerali Grace Mwakipunda, mstaafu, ni maafisa wa mwanzo wanawake jeshini. Wamebeba simulizi za kukumbukwa. Tuliajiriwa tarehe 15 mwezi wa pili 72. Kiri baada ya taifa kuona kwamba ulinzi ni wa kila mmoja kwa kweli kwa nafasi yake katika nchi, na sana sana umoja wa kina mama ndio walifanya hiyo kazi sana, UWT, ya kuona kwamba wanawake pia wana nafasi katika ulinzi wa taifa kama wananchi wa taifa hili. Na kwa sababu ulinzi wa nchi kama baba taifa alivyosema ni kwa kila mmoja na hasa kila mzalendo. Kwa hiyo umoja wa wanawake walikaa wakaamua, wakafanya maamuzi kwamba ni vema tukaomba wanawake nao waajiliwe, si jeshini tu, lakini katika nyanja zote ambazo zilikuwa zinadhaniwa wakati ule ni nyanja za wanaume peke yao. Kwa hiyo baada ya hapo mchakato ukaanza, ndipo ajira zikaanza jeshini, ndipo sisi tukaajiriwa wa kwanza. Wanawake waliandikishwa jeshini mwaka 1972 kutokana na msimamo wa kisiasa wakati huo, na zaidi msukumo ulitoka kwenye jumuiya ya wanawake ya chama tawala cha TANU UWT, ambacho kimeongozwa na hayati Mama Sofia Kawawa. Mama Sofia Kawawa alikuwa ni mwanaharakati. Mama Sofia Kawawa alikuwa ni mtetezi wa haki za wanawake. Kwa hiyo wakati wako kwenye majukumu yao wakaona mbona jeshini hakuna wanawake, wakati kwenye vyombo vingine wanawake wapo. Na hata JKT wakati ule wanawake walikuwa wanaenda natumikia kule kwa kujitolea na mujibu wa sheria. Kwa hiyo wakajadili kwenye kikao chao cha UWT, wakapeleka mapendekezo yao kwa mwenyekiti wa chama hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ambaye naye alipeleka kwenye kamati kuu pendekezo lao hilo na lilikubaliwa. Na wakati huo rais, mwenyekiti alikuwa ni rais pia. Kwa hiyo likafika serikalini na serikali ikachukua hatua za kuajiri wanawake jeshini. Na kundi la kwanza kama nilivyosema wameanzia mwaka 72 mwezi wa 5, na kundi hilo la kwanza la wanawake ndio ambalo limetoa afisa wa kike mwanamke wa kwanza, na limetoa pia Meja Jenerali wa kike wa kwanza ambaye ni Meja General Zawadi Zakaria Madawili. Na 1972 Februari. Kwa hiyo jeshi likaanza na wanawake mmojawapo nilikuwa ni mimi. Mwaka 1972 tarehe 15 Februari. Jambo ambalo lilikuwa linawanyima kwanza wanawake kuingia jeshi wakati ule ilikuwa ni mila na desturi za Watanzania au zamani nzile, kwamba wengi walikuwa hawaamini kwamba mwanamke anaweza kwenda kufanya kazi ngumu ya jeshi.
waliamini kwamba ni mama wa ndani. Kwa hiyo mila na desturi zetu ziliwabana wanawake pia wasiendelee kwenye upande wa jeshi. Nadhani na taasisi zingine kidogo, lakini zaidi jeshi. Kwa hiyo baadaye ilivyoanza sasa, watu wakawa wanaelewa taratibu kwamba kumbe wanawake kama wanafanya kazi hizi na hizi, basi hata jeshi wanaweza kwenda. Kitu kingine ambacho kilileta ugumu, labda tuseme ni uelewa wa wazazi wetu, na mimi mwenye babangu aligomba sana nilivyoingia jeshi. Kwa hiyo na hata jeshi lenyewe nalo lilikuwa linaangalia kwa ngoja tuwajaribu, labda tutashindwa tena. Kwa hiyo baada hapo tumekuwa tukiandikishwa kama inavyowezekana. Haikuwa rahisi kukubalika mbele ya macho ya wengi. Kuandikishwa kwa wanawake jeshini kulikumbana na changamoto kadhaa. Majenerali hawa wastaafu wanakumbuka. Labda niseme kweli kwamba hata waaskari wa kiume wenyewe wakubali kwamba wenzetu wapo na wanaweza kufanya kazi kama sisi, ilichukua muda pia. Ilikuwa changamoto. Lakini baada ya muda mambo yalikwenda vizuri, tulifanya kazi vizuri tena kwa ushirikiano mkubwa sana sana sana. Kwa sababu kila mmoja alishiriki kamilifu kwenye sehemu aliyowekwa. Kwa hiyo kila mmoja alishiriki kwa namna ilivyowezekana, na kila mmoja alishiriki kwa bidii kwa namna ilivyowezekana, na matunda yameonekana na yanaendelea kuonekana. Lakini ushiriki wao ulikuwa mzuri, kulikuwa hakuna, huwezi kusikia kuna kutetereka mahali, kwa sababu kila mmoja alifanya kazi kwa bidii na kila mmoja alifanya kazi kwa jinsi ambavyo alikuwa amewekwa kwenye ile sehemu. Kila mmoja aliona kwamba niko hapa kwa ajili ya kazi, kwa hiyo kila mmoja alifanya kazi yake vizuri kwa kadri ambavyo inawezekana. Hatuwezi kusema kulikuwa hakuna shida. Kulikuwa na shida za hapa na pale, kulikuwa na changamoto za hapa na pale, na hasa ukichukulia kwamba ilikuwa ndio mara ya kwanza kwa wanawake kuajiriwa jeshini. Kwa hiyo kwanza changamoto kwa wanawake wenyewe kwamba tuko hapa, tuko kwa ajili ya nini? Kujitambua kwamba tuko kwa ajili ya nini? Tuko kwa ajili ya ulinzi wa taifa. Kwa hiyo ilichukua muda, na kwa kweli jeshi kama jeshi linajitahidi sana sana katika hilo. Kwa sababu pamoja na kwamba niko nje nimestaafu, lakini naona vijana wangu wanavyokwenda, unasikia mara huyu ni kamanda kikosi, huyu ni chifu wa hiki, huyu ni chifu wa kile. Kwa hiyo inaonyesha kabisa kwamba mambo yanakwenda vizuri, na jeshi linajitahidi sana 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 kuona kwamba wanawake wale wenye uwezo wanapewa nafasi kama wanaume wanavyopewa nafasi. Ushiriki wao askari wa kike ulienda sambamba na ushiriki wa wanaume. Kwanza ushiriki mkubwa ulikuwa ni jeshi hatuiti ajira, ila ilikuwa ni kuandikishwa jeshini. Ndio ulikuwa ushiriki wa kwanza. Kwa hiyo ushiriki ule uliandikishwa vigezo vile vile ambavyo askari wa kiume au raia wa kiume anayeingia jeshi. Hilo ni jambo la kwanza. Alafu kitu kingine, ushiriki wao mkubwa, kozi ilienda pamoja na wanaume baadaye. Lakini kwa mara kwanza kozi ni ile ile, lakini tulikuwa tunagawanyika wanawake kozi ile ile, lakini walimu ni kombania peke yake na wanaume walikuwa wanakuwa na kombania zao peke yao. Lakini baadaye tukaja kuunganishwa, depu yoyote ile au mafunzo ya awali yoyote mnachanganyikana. Grace na Abdalla wote na walimu, utamkuta Grace na Abdalla. Shughuli za kijeshi sana tunajua ni ulinzi. Askari wa kike wote wamekuwa wakishiriki kuanzia afisa mkuu wa kike mpaka wa chini kwa ajili ya ulinzi wa mipaka nchi yao.
Kwa hiyo ushirikiano huo ulifanya washiriki kikamilifu kwenye ulinzi wa taifa lao. Kingine, kozi zipo, sio kozi za awali. Sasa tunaingia kwenye kozi zingine ambazo ni za utaalamu. Zote zilikuwa zimechanganywa pamoja. Hatukuona shida, labda ugumu wa kozi, lakini hakukuwa na kozi yoyote ambayo ilikuwa ngumu sana. Alafu pia ushiriki mwingine mzuri ni ile hali ya utawala. Ni aina moja, hali ya utawala uliopo. Hakuna utawala wa kusema labda wanaume hawa wanawake, japokuwa kuna utawala ambao ni lazima wa kike uwe wa kipekee kidogo, labda utawala wa kwenda likizo wa maternity, au utawala ya maternity na utawala mwingineo ambao kwa kweli unahusu mtu mmoja person ambaye labda ni mwanamke. Lakini serikali imezidi kuweka au wanawake wakitoka kozi wanaenda kwenye kikosi chochote kile, sio wanachagua wao, bali wanachaguliwa. Hata ukisema nitaenda hiki sawa, lakini sana wanajiunga kwenye kozi za utaalamu mbalimbali, wanajiunga kufanya kazi mbalimbali, kwa mfano udokta, uhandisi na shughuli zingine ambazo ni za kulinda nchi yetu. Na saizi kuna marubani, kuna manahodha, kuna wale wanaendesha mashine, mitambo mikubwa, ni wanawake. Nilipanda siku moja meli naenda Mtwara, captain ni fly, nikaona captain amekaa hapo, ofisa sema afande Mwakipondo ananiona. Kwa hiyo ni vitu ambavyo mimi nafsi yangu naona bado jeshi linasukuma mno maendeleo ya askari na wapiganaji wa kike kwa ujumla. Wanafanya kazi majukumu yale yale ambayo wanaume wanafanya. Kwa hiyo ushiriki wao ni wa hali ya juu, na ushiriki wao unaendana na majukumu ambayo yanatolewa. Kwa yule ambaye mwenye sifa ndiye anayepewa kufanya kazi, haijalishi ni mwanamke au ni mwanamume. Na hiyo maana yake ni kwamba hata sheria, taratibu na sheria za kijeshi hazibagui kati ya wanaume na wanawake. Pia hata katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inazungumzia kuhusu usawa na kupatiwa fursa sawa kati ya wanaume na wanawake. Kwa hiyo wanawake wa kijeshi wanatekeleza majukumu yao kama wanajeshi wengine, na wapo kila mahali. Hakuna mahali utaenda utakuta hakuna mwanajeshi wa kike. Kila kikosi kina mwanajeshi wa kike wakitekeleza majukumu yao kama ambavyo wanatakiwa kuyatekeleza sambamba na wanaume. Na jeshini hakuna kazi ya mtu mmoja. Jeshi ni kazi ambayo watu wanafanya kwa umoja wao kwa ajili ya lengo moja la ulinzi wa taifa. Kwa hiyo wanajeshi kikamilifu wanafanya kazi sawa na wanaume walioko jeshini. Kwa hiyo utakuta kila mahali wapo, mpaka kwenye balozi zetu kuna ambata jeshi, ukienda kwenye shule za kijeshi wapo, ukienda kwenye urubani wapo. Kwa hiyo kila mahali wanawake wa kijeshi alama yao inaonekana. Baada ya safari ndefu ya mwanamke kutenda kwa umahiri jeshini, ameandikisha kwa wino wa dhahabu nguvu ya kutambuliwa kwa usawa wa jinsia. Nafasi ya mwanamke ni ya juu sana, na hii inatokana na malezi ambayo wanawake wanapatiwa tangu utotoni. Rais mstaafu, baba wa taifa Julius Kambarage Nyerere, tangu hata kabla uhuru haujapatikana, yeye alisisitiza sana usawa wa kijinsia, na hata baada ya uhuru alikuwa anasisitiza elimu kwa wanawake. Kwa hiyo wanawake
wamepata nafasi, wamesoma kama kufuatana na mtaala ya shuleni, na wamesoma katika nyanja mbalimbali, na wana utaalamu ambao unawawezesha wao kuweza kufanya kazi bila matatizo yoyote. Vile vile wanawake ni watu wanaojiamini. Mahali popote alipo mwanamke hakuna kitakacho kwenda tofauti. Kwa hiyo wanawake wanajiamini na wanafanya kazi kwa uaminifu na kwa uweledi wa hali ya juu. Taifa letu linaamini wanawake kwamba wanaweza wakatekeleza majukumu yao. Jeshi letu pia lina imani kubwa na wanajeshi wa kike katika ngazi zote, kwamba ni walinzi wa nchi hii na wanaweza kutekeleza majukumu yao bila tatizo lolote. Baadhi ya wanawake wanajeshi ni viongozi wenye dhamana ya kusimamia utendaji kupitia vitengo mbalimbali katika Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania. Wapo wanawake ambao wanaongoza kurugenzi na idara katika ngazi ya makao makuu ya jeshi, makao makuu za kamandi, brigedi na vikosi. Meja Jenerali Hawa Kodi anaelezea namna wanawake wanavyoshiriki katika ustawi wa jeshi. Ushiriki wa maafisa na askari wanawake jeshini umeendelea kuongezeka ikilinganishwa na wakati huo kabla ya mwaka 72. Na hata hawa wanawake wa kwanza walioingia jeshini mwaka 72 hawakuwa wengi. Walikuwa ni wachache, lakini walipotambulika kwamba wanaweza kufanya kazi katika sehemu tofauti tofauti na walipata madaraka tofauti tofauti na wakaonyesha uwezo mkubwa sana, imekuja kupelekea sasa wanawake wameongezeka jeshini, na ushiriki wao wanashiriki katika majukumu mbalimbali. Wapo wanadhimu kwa maana mastaff officers, wapo wakurugenzi, wapo makamanda, na sasa walikuwepo machifu. Hata wale waliostaafu waliwahi kushika nafasi hadi ngazi ya chifu. Na kama mnavyoniona mimi nipo kwenye ngazi ya juu ya maamuzi ya jeshini. Kwa hiyo ushiriki wa wanawake umeongezeka. Si kazi hizo tu ambazo wanazifanya, lakini wanawake pia wanashiriki katika operesheni mbalimbali za kulinda amani, za kikanda, za kimataifa, na wanatekeleza majukumu yao vizuri. Kurugenzi ya maendeleo ya jamii jeshini inaongozwa na mkurugenzi mwanamke ambaye ni Brigedia Jenerali Solotina Nshushi. Yeye anaeleza ustawi wa kurugenzi pamoja na mafanikio tangu kuanzishwa kwake. Kurugenzi hii rasmi ilianza mwaka 1990 na wakati huo ilikuwa inaitwa ni kurugenzi ya ustawi wa wanawake, yaani maafisa na askari wanawake jeshini. Ilivyofika mwaka 2010 jeshi likaona ustawi si kwa ajili ya wanawake tu, likabadilisha ikawa ni kurugenzi ya ustawi wa jamii. Maana yake kuwa ni ustawi kwa ajili ya wanajeshi wote na familia zao, kwa sababu ustawi wa jamii au ustawi wa mtu yoyote lazima uwe wa ushirika. Ushirika wa wanajeshi wanawake, wanajeshi wanaume na familia zao. Wanawake wameonekana kushiriki kikamilifu katika jukumu la ulinzi wa taifa, kwani wamekuwa mstari wa mbele kuhakikisha nchi inakuwa salama. Pamoja na majukumu ya ulinzi, wanawake wanafanya kazi za utawala kama mawasiliano, udereva, unahodha wa meli vita, rubani wa ndege vita na ufundi mbalimbali jeshini. Nilianza kusomea kozi ya ubaharia au ya unahodha ilikuwa mwaka 2009 mara tu baada ya kupata commission kumaliza cadet. Nisukuma mpaka nikaja kujiunga na jeshi la wanamaji na kusomea ubaharia ni kwamba wiki mbili kabla hatujapata commission alikuja Rear Admiral Laswai ambaye kwa sasa ni Navy Commander mstaafu.
Kwa hiyo alikuja na motivation speech kwa kadeti wote. Kwa hiyo alitumotivate sana kuhusu kozi ya ubaharia au kozi ya wanamaji au jeshi la wanamaji. Kwa hiyo mimi nikawa interested kujiunga na jeshi la wanamaji. Utendaji wa kazi melini na maana kwamba kitu kidogo usikidharau kinaweza ikaleta madhara makubwa sana. Wanawake wenzangu, naweza kuambia kwamba tuendelee kufanya kazi kwa bidii kwa muktadha wa taifa letu. Nilikuwa napenda na mimi siku moja nije kuwa rubani wa jeshi la wananchi wa Tanzania. Kwa hiyo kuna wale ambao niliweza kuwaona lakini walikuwa ni marubani wa kiume, walinipa hamasa moja kubwa sana, ambayo na mimi nikasema kwamba siku nitakapopata nafasi ya kujiunga kwenye mafunzo ya urubani, basi nitahakikisha kwamba ninafanya vizuri na ninafanikiwa. Na hatimaye niliweza kufanikisha na ndoto yangu ikatimia. Wale wa jinsia ya kwangu na wahamasisha wale ambao wako jeshini, pindi wanapopata hii nafasi basi wajiunge na pamoja na sisi, wasihofu wala wasiogope, waweze kuja kujiunga na wakajumuika pamoja na sisi. Tuko tayari kuwafundisha na tuko tayari kuwaelekeza chochote kile kinachohusiana na masuala ya urubani. Tuweze kulisukuma hili gurudumu la kulinda anga ya nchi yetu ya Tanzania. Kitu ambacho kilinivutia na kuweza kunishawishi kuweza kujiunga na kuwa miongoni mwa marubani wanawake jeshini, mwanzo kabisa nilipata mwamko na hamasa kupitia kwa marubani wa kijeshi niliokutana nao nilipojiunga jeshi mwaka 2018. Niliweza kukutana na wanawake kama Meja Katila ambao tayari walikuwa ni wanawake marubani wanaofanya vizuri, ndio walioni inspire na kuweza kunimotivate na mimi nione kwamba wao wanaweza na mimi pia naweza kufanya vizuri zaidi ya wao au kama wao. Tukio kubwa ambalo nalikumbuka nililokutana nalo katika fani yangu ya urubani, la kwanza kabisa ni siku ya kwanza nilipokabidhiwa ndege na kuweza kuruka mwenyewe. Huko kwa marubani tunaita solo. Kwa hiyo ile first solo yangu ilikuwa ni kitu kwangu cha furaha na ni kikubwa ambacho siwezi kukisahau kabisa. Na ni siku nilipoweza kushirikiana na rubani mzoefu kufanya zoezi la kuweza kupeperusha matokeo ya sensa kule Dodoma. Kwa hiyo nilipata faraja na kuona na mimi pia nimeweza kujiunga na jeshi kuweza kutekeleza jukumu la taifa. Nimejiunga na kozi ya diver mwaka 2012. Baada ya kujiunga na kozi hii nilivutiwa sana na diving. Na diving nilipenda kwa sababu kwamba nilipokuwa nikiona watu wanavyoongelea kuhusu masuala ya baharini, wanavyoongelea kuhusu masuala ya kuzamia, yani kwamba vitu ambavyo wanaenda wanaviona, nikawa napenda. Na vile vile nilikuwa nikifuatilia kwenye TV, nilikuwa nikiona watu wanavyodive vile, nilikuwa napenda sana. Kwa hiyo baada ya kuja hapa Navy, nikaikuta hii kozi, nikaipenda na nikajiunga. Ambacho napenda kuambia wanawake wenzangu, kwanza tunatakiwa tuwe na ujasiri. Pili, tusisikilize watu wanasema nini. Kwa sababu pindi unapokuwa unaingia katika jukumu la watu tofauti, jinsia tofauti, huwa mambo mengi yanakuwepo ya kusema kwamba je, ataweza au je huyu anaweza akafanikiwa, lakini kinachomata ni kwamba mtu amini kile ambacho umekidhamiria wewe kufanya. Tusiogope. Na hata kwenye diving kwanza tunaenjoy kwa sababu diving kuna fursa ya kuenjoy wewe kama wewe, unapokuwa unaogelea unakuwa unaondoa stress. Na kwenye diving pia kuna mambo mengi ambayo unaweza ukajifunza kupitia chini ya bahari, kwa sababu tunapoingia ndani ya bahari kuna vitu ambavyo tunavikuta ni tofauti na ulimwengu mwingine. Aidha, wanawake katika Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania wanashiriki katika operesheni mbalimbali za ulinzi wa amani chini ya Umoja wa Mataifa na kikanda, ambapo wamekuwa wakishiriki kwa nafasi mbalimbali. Najisikia fahari kushiriki shughuli za ulinzi wa amani na kuimarisha ulinzi sehemu yenye migogoro. Pamoja na kulinda amani, mimi kama mkuu wa kitengo cha jinsia na watoto, tuna shughuli mbalimbali kwenye jamii. Kwa jamii hii iliyotuzunguka kuna wanawake na watoto ambao tayari wameshaathirika, lakini kuna ambao bado hawajaathirika. Hivyo sisi kazi yetu ni kutoa elimu pamoja na kutoa misaada mbalimbali, misaada ya kibinadamu kama maji, kama madawa, lakini na misaada pia ya kisaikolojia. Kwa sababu sote tunajua kwenye jamii kunakotokea vita ama machafuko aina yoyote ile, wanaoathirika zaidi ni wanawake na watoto. Meja Jenerali Madawili mstaafu anaamini heshima ya mwanamke katika kazi
inakuja kwa kujituma, kuchakalika bila kutarajia kubebwa wala kuegama kwenye migongo ya walio juu. Kila kazi ina miko yake na kila kazi ina taratibu zake. Hasa ningependa tu kusema maafisa na askari wa kike jeshini, kwanza wajitambue wao wenyewe kwamba wako pale kwa ajili ya ulinzi wa taifa, sio kwa ajili ya kitu kingine chochote, kwa ajili ya ulinzi wa taifa. Lakini la pili, watoe basi michango yao yote, kazi zifanyike, wafanye kazi kwa bidii. Wafanye kazi kwa bidii kwa sababu kazi walio nayo ni kazi kubwa na ni kazi ya ulinzi wa taifa. Lakini pia kujiheshimu ni jambo la muhimu sana. Ni jambo la muhimu sana sana ambalo linakufanya uweze kufanya kazi. Kwa sababu ukishajiheshimu na wale wengine wote watakuheshimu, watajua unataka kufanya kazi na watafanya kazi. Tusitegemee hata siku moja kupata vitu kirahisi. Kwa sababu ukishaanza kuwa na wazo la kupata vitu kirahisi, Waswahili wanasema bure ghali. Na unaposimama kuongea, kufanya kazi yoyote, hakuna mtu ambaye anaweza akakwambia kwamba nisingekuwa mimi huyu asingefika hapa. Sababu hicho ndicho mara nyingi sana kinatuharibu. Hicho ndicho mara nyingi sana kinaharibu kazi, hasa kwa wanawake. Tufanye kazi sisi wenyewe kama sisi, tusimame kwa miguu yetu, badala ya kutegemea, badala ya kuegama, badala ya tufanye kazi sisi wenyewe. Tumewafungulia njia na hakuna tatizo lolote ambalo lipo mbele yao sasa hivi. Wasichoke kujifunza yale ambao wanafundishwa jeshini, kwa sababu sasa hivi jeshi nafanya kazi kwenye mazingira ambayo ni tofauti na tulipokuwa sisi. Maendeleo ya sayansi na teknolojia yanahitaji watu ambao wako tayari kujifunza. Mtu ambaye hayuko tayari kujifunza ni kwamba yeye ataachwa nyuma na atashindwa kufanya kazi. Mtazamaji, bila shaka umeona na kusikia jinsi maafisa na askari wanawake wanavyoshiriki katika ulinzi wa taifa kwa kufanya shughuli mbalimbali ambazo zilikuwa zikitekelezwa na wanajeshi wa kiume tu. Kwa sasa Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania linao maafisa na askari wanawake wataalamu ambao wanatekeleza majukumu kwa weledi kama ambavyo yanavyotekelezwa na wanajeshi wa kiume. Mtazamaji, kwa kuwa wakati ni ukuta, basi hapo ndio tumefika mwisho wa makala haya yaliyoandaliwa na Kurugenzi ya Habari na Uhusiano, Makao Makuu ya Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania.